Kipipiri 1995 versus Olkalau 2026. Is the history repeating itself here? And first, Kipipiri iko wapi? Kipipiri iko under Nyandarua County, mali Olkalau ipo. Ndio maana naomba kuna historia inajirudia hapa. Nataka tu sikize kidogo. In 1992, watu wa Kipipiri walichagua mbunge wao akaitwa Laban Mushemi. Laban Mushemi alichaguliwa na chama cha Ford Asili. Ford Asili wakati huo ilikuwa kwenye mrengo wa upinzani. Chama tawala ilikuwa ni KANU ikiongozwa na mzee Daniel Toroitich Arap Moi in 1992. Wakati ilifika 1995, huyu mbunge Laban aliaga dunia. Okay? By election ikaitishwa. Then chama cha KANU ika front candidate. Na huyu candidate akawa anaitwa Joe Maina. Akawa anawani na chama cha KANU, chama tawala. Watu wa upinzani wakasema juu yule mwenye alikufa alikuwa na Ford Asili, ni kama walikosa mtu wa kufront. Then kuna chama kipya kilikuja inaitwa Democratic Party ama DP, wakafront candidate wao, ilikuwa ni chama cha upinzani. Na candidate wao akawa anaitwa nani? Akawa anaitwa Githiomi Mwangi. Githiomi Mwangi akawania na chama cha DP ambaye ni Democratic Party. Na ni kweli chama cha upinzani kiliibuka mshindi. Wakashinda hiyo by election. Walishinda chama tawala cha KANU. Okay? Now, ukikuja hapa, Githiomi Mwangi alipata kura, huyu wa DP sasa wa upinzani, alipata kura 14,858 votes against huyu Joe Maina wa KANU chama tawala ambaye alipata kura 3,144 votes. Okay? Now here is the history. You see, after hiyo uchaguzi ya 1995, watu wa opposition walisherekea sana. Wakasema this election is significant to the general election ambayo inakuja 1997. Na lazima Moi aende nyumbani. Na walisema lazima watume chama cha baba na mama nyumbani. Wakapata moral, walisherekea, all mlima mzima ilisherekea. Hiyo ndio wakati wa Kikuyu waliungana against Daniel Toroitich Arap Moi na chama chake cha KANU. Okay? So magazeti zikaandika Moi amekula pilipili kule Kipipiri. Moi amelambishwa pilipili huko Kipipiri. Wakaongea waliongea yote. But Moi akakuja akasema okay, something must be done here. Ilibidi Moi abadilishe mkondo wa siasa na vile akuwa na conduct siasa zake. Akaamua kuungana na regions zingine ambazo zilikuwa zimebaki against hiyo moja. Na kweli Moi alirule for 24 years. Now here is my point. Olkalau 2026. Mbunge aliyeaga dunia alikuwa ni wa Jubilee Party. Mbunge aliyeaga dunia ni wa Jubilee Party. Jubilee Party wakakosa candidate strong wa kuweka kwenye hii by election, wa kufront. Then DCP, a new party came. Vile tu niliwaambia the new party ambayo inaitwa DP, ile Democratic Party ya 1995. Now DCP inakuja in 2026. Wakafront candidate wao ambaye anaitwa Sammy Douglas against the ruling party ya UDA ambaye tulifront Samuel Mushina Nyaga. Kumbuka 1995 mbunge ambaye aliaga hakuwa from the ruling party, alikuwa from the opposition, the same as Saia 2026. Mbunge ambaye aliaga alikuwa ni Jubilee, na Jubilee iko kwenye mrengo wa opposition. So KANU wakuwa wanajaribu bahati yao in 1995, pata kupata. The same UDA wamejaribu sahi kutafuta kama watapata mbunge mwingine hii 2026 hapa Olkalau, the same county ya Nyandarua. But Sammy Douglas akaibuka mshindi. Mwangalia vile wamesherekea, mwangalia vile wamekimbia, kila wameandika kwa magazeti kila mahali, wanatishia president ni nini. Sasa wao mheshimu na wamuogopi. Wamesema hii election ndio determine election na 2027 general election. But let me remind you, history is going to repeat itself here. History inaenda kujirudia hapa historia. Manake William Ruto ameshaangalia, ameangalia watu wa muungana, ashaangalia these people are not together with him. Ruto itabidi ameangalia other regions.
Ruto itabidi amefocus other regions na ameanza kufanya kazi na wao, which Ruto sahi atapata support Nyanza the way Moi did. Ruto atapata support Coast the way Moi did. Ruto atapata support Rift Valley, atapata support Northeastern, atapata support Eastern, na atapata support from Ma community na region zingine zote mpaka Western. Okay? So nyinyi wenye mnasema outcome ya by election ya Olkalau ndio determine general election 2027, mnajidanganya. See what Moi did. This is what Ruto is going to do come 2027. Na angalieni siasa vile inaenda kubadilika saa hii. Angalieni vile siasa inaenda kubadilika. History is going to repeat itself. Na ndio imeanza. Na niwakumbushe tu, William Ruto sio Olkalau.